Kabla nianze nataka kuwashukuru watu ambao wote wamesubscribe, wamelike, wamecomment, wameshare kwa marafiki zao. Content ambazo tunazidi kuangushia hapa kila siku. Siku ya leo tumezidi kukuandalia mimi na crew yangu kubwa kuelekea maeneo ya Galilaya kukuletea Bazuu. Yani Bazuu kama ambaye mtu amjui Bazuu ni nani, kweli hujanyolewa Ikisii. So tunaenda katika kinyozi cha Membra, tuzidi kukuonesha. Cha muhimu zaidi ambacho tunakutaka ni kwamba share, like na usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu. Hebu tuelekee Membra Shop. Niaje Bazuu? Tuko poa bwana. Unajua tangu nikuje huku nilikuwa nikisikia watu wanasema Bazuu. Kapita nikakuja nikaona mimi ukaninyoa. Unajua mimi nimekuwa nikijua kama Bazuu wa kunyoa. Ndio jina lako Hiyo si jina yangu. Jina lako kamili ni gani? Jina yangu kamili naitwa ya kikwetu Nionga wa Steve. Yo. So hiyo jina Bazuu ilikuja kwa juu ya kazi yangu ya kunyoa. Venye nilikuwa natoa style, watu wanapenda hiyo style. Sasa wakanipa hiyo jina Bazuu. So sasa hebu kidogo turudi nyuma. Unaweza tuelezea safari yako ya maisha ilianzia wapi, penye ulipolelewa mpaka wakati huu? Mimi nililelewa Burundi, baba yangu ni Muganda. So venye nilikuja hapa Kenya, kuna venye nilikuwa nanyoa naweka picha za customer style design nilinyoa, nikaziweka Facebook. Sasa huyu madam akaziona akasema, hii picha iko sawa. Akataka sasa tuongee na mimi, akanipata. Hivyo sasa tukaanza kuongea, akanitumia fare kukuja hapa Kenya. Okay. So, kabla tujafikia hapo, safari yako ya masomo kutoka primary umesomea Rwanda ama Burundi? Nilisomea Burundi. Nikaendelea masomo mpaka secondary nikamaliza. Ndo nikaona hakuna kazi ingine naweza fanya bila hii kazi ya kunyoa. So hii kazi niliipenda sana. Ndio yenye kutoka saa hii inanisaidia. Hivyo wakati ulipenda hii kazi ya kunyoa, kuna mtu pale ambaye alikushawishi ama ulikuwa unaona kinyoa vile ananyoa hivi na kufurahisha ama? So nilikuwa na brada yangu mkubwa. Kwa hii kazi alikuwa ameiva sana. Huyo brada yangu sasa yako Nairobi. Na yeye anafanya hii kazi, ndio inatusaidia sana kwa maisha. Hivyo unasema hii ni talanta ambayo tuko nayo, yani hiyo ni talanta yenye tuko nayo ya kunyoa. Unasema mwingine akishika mpira pale uwanjani, wewe ukishika ile machine chombo hivi. Hata mimi wakati nilikuwa nikipita nikaona jamaa ametoka hapa amenyolewa kwa smart hivi, na mimi nikavutiwa nikaingia huko nikaanza kunyolewa. Sasa umeshatueleza safari yako vile ulianza kunyoa. So mahali pa kwanza ambapo kabisa ulianza kunyolea ni wapi? Ni Burundi. Nilianza kunyolewa Burundi. So nilikuwa na customer wengi sana. Hadi nilikuwa nanyoa majenelo, nilikuwa naenda maosi kunyoa. Na nilikuwa naenda huko osi kunyoa, nilikuwa na customer wengi. Hadi wengi walikuwa wananipigia simu naenda kuwanyolea kwao. Mtu wa hadhi ya juu. Ama ni nani ambaye umenyoa wa hadhi ya juu ambaye unajivunia? So nilikuwa na kama majenelo walikuwa nasema, wewe tumeona tu umeiva kwa kunyoa. Acha ukuna kuja kwetu kwangu uninyoe. Juu nimependa style yako kabisa. Hivyo ulikuwa ukinyoa majenerali wa majeshi. Hiyo ilikuwa ndo kazi yangu. Hata usiku alikuwa ananipiga, kesho niko na sherehe, nataka tu ukuje uninyoe. So mimi nikajulikana hivyo. Kama hiyo general nimemnyoa akaleta mwingine anasema huyu jamaa ako sawa. So mimi nikajulikana hivyo. Na huku sasa unajua hii kazi ya kunyoa inafaa ukuwe na roho nzuri, roho ya kuongea na customer. So usishike customer vibaya. Customer akikuja ujue vile unampokea. So alafu tukiangalia kwanza, umetoka nyumbani umefika hapa Kenya. Umefika kwa customer wako kule nyumbani uliwaambiaje? Venye niliwaambia ati mimi nataka kuenda safari.
Baada hiyo story yako walishika vibaya sana, walikasirika. Juu waliona mwenye alikuwa na wanyoa vizuri anaenda. Unajua kama wewe najua style yako, sawa, ukikuja siwezi ukuuliza ati ni kunyoa aje. Juu najua style yako, unakaa hapo tu mimi nakunyoa. Hiyo nayo na wao walikuwa wamezoea hivyo. Sasa hakuna mwenye alikwambia hata ubaki? Wengi sana. Hata saa hii kuna wenye wananipigia simu. Wananiuliza sasa wewe utakuja lini huko? Mbona tunanyolewa vibaya? Sasa pengine mmoja wao angejitolea sasa wewe akurudishe kule, akuweke kabisa, mshahara ni wa juu zaidi. Unaweza rudi? Huko bana siwezi rudi. Siwezi rudi. Unajua ukishaamua kutafuta maisha, unatafuta kweli. Sasa umesema Rwanda huwezi rudi. Ni kipi ambacho unakiona kiko Kenya ambacho ukirudi Rwanda huwezi pata? So unajua ukiwa mwanaume unafaa utafutishe mahali yote. Sawa? So kama chenye nimekuja kutafuta hapa Kenya siwezi rudi nyuma kama sijapata. So ni nini kile ambacho unaona bado hujapata? Unajua kitu ya kwanza ukiwa mwanaume, sawa, unafaa ufanye aje ujenge maisha yako. So unaona hapa na nimeachiliwa. Lakini naweza sema acha na mimi nitengeneze kitu yangu ikuwe inanisaidia. Ni hiyo tu. Okay. So apart from kunyoa, uko na side hustle? Ni biashara gani zile ambazo unajihusisha nazo ambazo zinakusaidia kuleta kipato? Mimi hakuna biashara nyingine, ni hii tu ya kunyoa. Hivyo unaridhika nayo kwa smart kwa sababu ni talanta yako na naifurahia sana. Naifurahia juu imenisaidia sana. Hivyo mtu akakuja kuambia nikitoa hapa nikupeleke nikuweke manager kwa kampuni fulani utakubali? Nitakubali sana. Lakini kitu kingine na huyu madam amenisaidia sana, siwezi muacha. Bora aseme mimi nimefunga kinyozi ndio niende. Lakini hata mtu kuletee yote huwezi toka? Siwezi toka. Okay. Alafu hebu pengine tuseme tuangalie tukianza kurudi. Ukikompea taifa letu la Kenya na taifa lenu la Rwanda kule. Ukiangalia kimapato, ni wapi ulikuwa unaona mapato yako juu? So mapato hapa kuna faida sana hapa Kenya. Faida kwa njia gani vile? Unajua hii pesa hapa Kenya iko juu ya zaidi ya pesa ya kwetu. Sasa ukiangalia katika ukiangalia mwaka Kenya umekuwa kama miaka mingapi? So nimekaa hapa miaka 2 hivyo. Sasa umesema umekuwa ukinyoa kwa miaka kama 6. Sasa ukiangalia kwa tuseme kwa mfano nyumbani umefanya kazi kama miaka 4, si? Ukiangalia kwa hii miaka 4 na hii miaka 2 umekaa Kenya, ni wapi unaona ni afadhali kuliko kwingine? Ni hapa Kenya. Kuna madeni hapo. Ni hapa Kenya. Kama ungeambiwa urate in a scale of 0 to 10, Kenya ungeipatia rate ya ngapi? 0 to 10. Kenya ungeirate na ngapi? Ningerate na ngapi? By the way hiyo ningefikiria tu nijue ati naweza ileti na ngapi. Wewe taja tu namba yote. Unajua hiyo ni mpaka ufikirie tu. Wewe mpaka ufikirie. Sasa unajua ukiangalia kule kwenu, okay. Na umefikiria kuchumbiana na mtu yote huku Kenya? Hapa Kenya umepata kidosho yoyote? Unaonaje vidosho wa Kenya na wa nyumbani kule? Najua ukiangalia tunasikianga warembo wa Rwanda ni warembo sana kuliko wa Kenya. Swala hilo utalisemea aje? Warembo wa Rwanda na wa hapa Kenya? Hiyo sasa siwezi ongea. Mbona usiongee? Wewe wasikia tu. Wewe wasikia tu. Baadaye ni warembo, si kusema ati nini, ni warembo kabisa.
Hivyo ukitaka kurudi nyumbani utarudi na mmoja? Ukitaka kurudi nyumbani unaweza rudi na mmoja? Sinaweza rudi na mmoja basi. Ama mila na tamaduni zenu kule zinakataa? Nitaenda na Mkenya. Utaki wa huko? Sitaki bwana wa kwetu. Mbona? Mbona utaki wa nyumbani? Sasa bwana nimezoea hapa. Hata nikipata hiyo pesa naweza sema acha ninunue shamba hapa Kenya. Niishi hapa Kenya. Juu Kenya ni pazuri, nimependa Kenya. Sasa nini kimekuvutia hasa huku Kenya? Unajua unasema Kenya ni pazuri, nini hasa kimekuvutia huku Kenya? So ukifanya hii kazi hapa inakusaidia sana. Ndio maana nilisema Kenya naipenda sana. Ni changamoto gani zile ambazo umekumbana nazo tangu kuingia hapa nchini Kenya? Mimi sijakumbana na hiyo changamoto. Kama passport nini hivi ama hujaisumbuliwa? Sijawahi sumbuliwa. Mwe tayari ushakuwa raia wa Kenya? Ama siku hizi unasahau hata kurenew? Sijawahi sumbuliwa by the way. Niko sawa. Lugha ya Kisii unaifahamu kabisa? Lugha ya Kisii nayo sijaifahamu vizuri. Maneno gani yale unayakumbuka vizuri? Unaweza zungumza hata ukishikwa hapo usiku kwa kona unakabwa koo. Unaweza ongea kitu unaona ni wa kwetu hata tumwache. Unajua ukifika nchi yenye si yenu unafaa uende na hiyo sheria yenye umepata hapo. Kama anasema ni kuenda mapema juu sipatana na polisi kwa njia. Ama wakuulize maswali mingi sijui nini. Unaendelea na sheria hiyo nchi. Tangu uingie Kisii. Nini hasa kimekuvutia katika hii kaunti ya Kisii? Hakuna kitu bado. Kisii haijakubamba hata kidogo? Imenibamba. Iko sawa? Nini kimekuvutia huko Kisii? Juu sijapata mwenye ananisumbua, sijui nini. Na nimepata mabeshte wengi sana hapa. Venye nilikuja hapa nilikuwa sina beshte, lakini hivi saa hii niko na mabeshte wengi. Hivyo unasema Kisii ni mahali friendly sana. Na wenzangu kule hata unaambia ati nitoke hapa Kisii niende Nairobi, siwezi. Mbona? Yaani nimezoea hapa Kisii. Siwezi kabisa. Nasema chakula ni kwa wingi. Na ni bei rahisi ama? Bei rahisi sana. Sasa tuseme kwa mfano kuna rafiki yako kule anataka kutoka kule anataka kuja huku, utamwambia aje? Nitamwambia tu karibu. Sasa kama kuna mgeni ambaye ameingia Kisii Town na atafuta kinyozi kipya ama kinyozi kizuri kabisa cha kunyolewa, utamwambia atembelee wapi? Nitamwambia atembelee Galilaya. Hapa kinyozi inajiita Membra Shop. Na hii kinyozi cha Membra Shop, services ni gani ziko huku? So ukimaliza kunyolewa unaosha na kuna msichana mwenye anaosha. Na kupaka mafuta vizuri kabisa na unatoka umekuwa sawa. Pia kuna services za pedicure, manicure ama massage hivi. Hizo zote ziko.